Ndugu wa Tanzania wenzangu, katika kuendeleza zile hatari 6 ambazo nilizitaja kwenye klipu yangu ya awali, leo tuingie kwenye hatari ya pili. Hatari hii ya pili ni hatari ya serikali yetu kuchelewa au kupuuza kutatua malalamiko ya wananchi. Na lalamiko kubwa kuliko yote linalohatarisha amani, utulivu na mshikamano na utengamano wa taifa letu ni hatari au ni jambo la kutekwa, kupotea, kuuawa kwa Watanzania pasina kuwa na maelezo yanayotolewa wazi, wananchi wakajua hali hii inasababishwa na nini. Tufahamu kwamba haki kubwa kuliko zote katika haki za binadamu au haki za raia wa nchi yoyote ni haki ya uhai. Wananchi wanalalamikia sana serikali yao, serikali ambayo kikatiba ina dhamana ya kuwalinda wao, uhai wao na mali zao. Serikali haijatoa maelezo ya wazi juu ya malalamiko mbalimbali ya watu kutoweka, kupotea na hata kuuawa. Kwa mfano ile kesi ya kiongozi wa Chadema Bwana Ali Kibao. Sisi wengine kesi ile tumekuwa tunaifubiria sana ni lini itatolewa maelezo. Na serikali hii ina vyombo vya dola bora kabisa. Sisi wa umri wetu, idara zetu za usalama, idara zetu za ulinzi na usalama katika bara la Afrika, Tanzania tunavyojua ni miongoni mwa the best, kwa sababu zimepewa mafunzo na wabobezi wa masuala haya duniani tangu tukiwa shuleni enzi za serikali ya awamu ya kwanza. Sasa wananchi kutokupatiwa majibu juu ya wapendwa wao waliotoweka au wale ambao wameuawa kunazalisha chuki isiyokuwa na sababu, chuki dhidi ya serikali, chuki dhidi ya viongozi, chuki dhidi ya vyombo vyetu vya dola. Na kwa chuki hii maadui wa Tanzania, maadui wa serikali wanapata nafasi ya kuchochea chuki zaidi. Na kwa kweli, kwa mujibu wanavyoona, hili suala la watu kupotea, kutoweka, kuuawa ndio mtaji mkubwa walionao. Ukifuatilia vyombo vya habari, ukifuatilia mitandao ya kijamii, jambo kubwa walilonalo ni hili la watu kuuawa, watu kupotea, watu kutoweka. Ni jambo la kutia moyo kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya kuchunguza yaliyotokea Oktoba 29 na siku 2 zilizofuatia baadaye. Hili ni jambo la kupongezwa sana. Na malalamiko mengine ya katiba na mabadiliko ya sheria ameahidi wazi ndani ya siku 100. Lakini kwa maoni yangu ingekuwa vema kuelekea katika hayo maridhiano ya kitaifa, hili jinamizi la watu kupotea, jinamizi la watu kupotezwa, jinamizi la watu kuuawa, jinamizi la wanaoitwa wasiojulikana, hili chonde serikali yetu lingepatiwa ufumbuzi na ukweli ukajulikana. Pengine ingekuwa bora basi Mheshimiwa Rais angeunda tume nyingine ambayo itachunguza masuala haya ili ukweli ujulikane. Hata pale ambako kuna makosa labda yametendeka, kuna namna moja ama nyingine, na waliotenda makosa hayo wajulikane ili kuliponya taifa. Serikali inao wajibu, serikali yetu inao uwezo, serikali inayo sababu ya msingi, tena wajibu wa kikatiba kukata huu mzizi wa fitna unaotumiwa na maadui wa ndani na wa nje ya nchi ili kuweza kuvuruga amani ya taifa letu, utulivu wa taifa letu, mshikamano wa taifa letu. Pasina kulipatia ufumbuzi suala hili la utekaji wa watu na kupotea kwa watu na hata kuuawa kwa watu, nchi yetu iko katika hatari na haitaepuka lawama na mazingira ya kutokuaminiana kati ya wananchi na serikali yao yataendelea kuwepo.
Hili ni jambo linatisha sana. Hili ni jambo ambalo linatisha au kutishia sana amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Tunaamini nia nzuri alionayo kiongozi wetu kwa hali iliyofikiwa. Kwa kweli, ukweli kujulikana wazi juu ya suala hili la watu kupotea, kutekwa, kuuawa, hili ni jambo ambalo ndilo litakaloliponya taifa letu. Kama ambavyo kule Afrika ya Kusini, baada ya miongo kadhaa ya dhulma, watu kuuawa, kupotea, ilikuja kujulikana kwa tume ya maridhiano iliyoundwa, watu wakaeleza ukweli nini kilitokea, ili kuliponya taifa na kuiondoa taifa katika hatari. Na iomba chonde serikali yetu iangalie kwa makini na umuhimu wa kipekee suala hili la kinachoitwa watu wasiojulikana, suala la hiki cha watu kupotea, suala hili la watu kuuawa. Ni wajibu wa kikatiba wa serikali kuwafahamisha Watanzania juu ya hayo yote yaliyokuwa yanatokea, ni nini kinaendelea. Hivi ni kweli nchi yetu haina uwezo wa kuwakamata watu hawa wanaowapoteza baadhi yetu sisi wa Tanzania? Hivi ni kweli kwamba tumefikia hatua Mtanzania mmoja, wawili, watatu wanaweza wakapotea, halafu kusiwe na majibu ya nini kiliendelea? Kwa kweli mimi naona hii ni hatari kubwa, na ndio inayozalisha hata yale ya mwanzo yale. Hawa wanaolalamika na maandamano na vurugu na fujo, karata yao kubwa ni hili swala la watu kupotea, kuuawa na kutoweka. Kwa hivyo kama hii ndicho kiini cha masuala haya na vurugu tunazoziona na hatari ambayo inaikabili taifa letu kiusalama, ya amani na utulivu, basi kwa nini jambo hili lisipatiwe ufumbuzi? Kwani muda bado haujafika? Kwani mpaka lini hali hii iendelee na kwa maslahi gani? Naomba sisi kama Watanzania tutafakari, na naomba tena nikuageni na kukutakieni amani, utulivu na salama kwa taifa letu.